Kiroho, mtoto au watoto wana maana ya miujiza ama kitu kikubwa kinachokwenda au kinachotaka kutokea. Ndio tafsiri ya mtoto ama watoto. Na naomba niwaambie watu wa Mungu, tunapozungumza na wewe sasa hivi, shetani ameweka mazingira ambayo watoto wetu sasa hivi, vitu ambavyo wewe ulivijua sometimes wengine ukiwa na miaka 20, leo hii mtoto wa miaka 3 tayari anavijua. Unajiuliza hawa watoto hivi vitu wamevijuaje? Leo ukimpa simu mtoto, ana uwezo wa kwenda kwenye site ambazo hata wewe mwenyewe mzazi huzijui. Mtoto anaweza akachezea simu akabonyeza vitu ambavyo wewe mwenyewe mzazi huvijui. Unajiuliza maswali, haya mambo huyu mtoto ameyajuaje? Na huko ndiko watoto wanaenda kuangalia vitu vya ajabu, wanajifunza mambo ya ajabu. Leo unakuta ni mtoto mdogo ila anafahamu mambo ya mahusiano, anafahamu mambo ya mapenzi. Mtoto mdogo. Hiki kizazi kinaenda wapi? Leo mtoto mdogo anaweza akajua chumbani baba na mama wanafanya nini saizi. Usifikiri hawajui. Unajiuliza hawa watoto wamejuliaje haya mambo? Mtoto wako hivi saizi anavyokuwa, ndio kuna tabia anaanza kujifunza. Wengine wanaanza kuwa wavuta bangi hivi wadogo. Leo kuna wazazi mnawafundisha watoto wenu, unavyokunywa pombe na eti na mtoto wako unamnywesha pombe. What is that? Mtoto mdogo eti unakunywa pombe na unammiminia kidogo. Ni maadili gani haya? Unamjengea msingi gani kama mzazi? Maandiko yanasema umlee mtoto katika njia ipasayo, hatoiacha hata kifanyaje akiwa mzee. Leo unakuta kuna wazazi, je, mimi napingana na nyinyi kuangalia filamu? Hapana. Ama tamthilia? Hapana. Leo unakuta wazazi mnakaa mnaangalia tamthilia na watoto wenu, na hizo tamthilia zingine hazina maadili. Kuna sehemu, kuna scenes ama kuna matukio ama kuna maeneo ambayo sio mazuri. Umekaa na mtoto wako hapo, na niwaambie watoto wanapokuwa ni kama vichwa vyao ni kompyuta ambayo iko wazi. So kile anachokiona ndicho kinaingia, ni kama unakifanya installation. So kile kitu kikiingia, then kikitoka ndani kitaanza kujidhihirisha nje. Usipende kuiga vitu ambavyo sio utamaduni wako. Tumekuwa wakati mwingine ni watu wa kukopi tamaduni ambazo si za kwetu. Hata aina ya katuni mnazowaruhusu watoto kuangalia kwenye simu zenu, kuna aina ya katuni ambazo watoto wanaangalia huko, wanajifunza vitu vya ajabu. Kuna katuni ambazo ni mbaya, zile katuni watu wanafanya mapenzi, zile katuni. Mtoto wako ndo anashinda, umemwachia simu. Sikatai usimpe simu, yes, lakini wewe kama mzazi uwe monitor, anaangalia vitu gani kwenye simu ile. Ziko katuni ambazo pia ni nzuri. Kuna katuni zenye Bible story, mruhusu angalie hizo. Hiyo ndio unamuingizia mtoto. Leo kuna wazazi unakaa unamfundisha mtoto wako nyimbo za kidunia, unakaa sebleni, haya unaambia haya fulani cheza, wanaanza kupita watoto wanakatika nyimbo za kidunia. Leo hii kuna wazazi mnaanza kujikuta unalalamika juu ya mtoto wako, mtoto wangu amekuwa na hii tabia, mtoto wangu amekuwa na hivi, mtoto wangu amekuwa na hivi. Ila chanzo cha mtoto wako kuwa hivyo, usimlaumu mtoto. Wengine sehemu kubwa chanzo cha huyo mtoto wako kuwa hivyo ni wewe mwenyewe mzazi, kwa sababu ya malezi. Huo muda ambao mnatumia watoto wako kuwaingiza kutizama vitu ambavyo vinaharibu fahamu zao, huo muda utumie watoto wako kuwapandikizia neno la Mungu. Mfundishe mtoto wako kuclaim mistari ya Biblia. Hayo ndio mambo ya kuwajazia watoto. Lakini inatokana nini? Leo hii tunao wazazi wengi ambao hata nyumbani kwenu, hata nyumbani kwako, muda wa kufanya ibada hauna, ila una muda wa kuangalia tamthilia na watoto. Katika levo ya utoto ndio levo ya msingi. Msingi haujengwi juu ya nyumba, msingi unajengwa chini. Lakini ninavyoongea na nyinyi hapa leo, kuna wazazi mnanisikiliza hapa, watoto wenu wadogo anaongea lugha ya matusi makubwa. Unajiuliza huyu mtoto wa matusi amejifunzia wapi? Ni kwa sababu ule msingi hana. Ungemtengenezea msingi wa kumjua Mungu, ungemtengenezea msingi wa kusoma neno, msingi wa kuomba, msingi wa hofu toka mdogo yuko nyumbani hapo, hata shuleni ingekuwa ni hivyo. Ila wewe mwenyewe mzazi, mtoto anakusikia mzazi unaongea matusi mbele yake. Wengine ndio maana wageni wakija unahakisha mtoto wako asogee sebleni, kwa sababu unajua anaweza akaropoka kitu kikakustajabisha wewe mwenyewe.